Hello crochet lover. Kama unapenda kujifunza jinsi ya kushona au kufuma viatu, karibu angalia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, then mwisho kwenye comment utatuambia kitu gani umependa zaidi na nini unataka kujifunza zaidi. Katika kutengeneza buti zetu tutahitaji vitu vichache tu. Buti ni nzuri kama hiyo ambayo hatujaweka uzi juu. So tutahitaji uzi, sindano, hook. Tutahitaji vifungo vizuri kama hivyo. Lakini kama hauna unaweza kutumia vifungo vingine. Tutahitaji mkasi, tape. Soli yetu tunatakiwa measure. Tunatakiwa tuangalie size ya soli yetu kutokana na umri wa mtoto. So tutaanza kutengeneza chain 20. Kwa bahati mbaya wakati natengeneza chain kamera ilizima. Kwa hiyo utatengeneza chain 20 lakini utaskip chain moja. Then utashona single crochet. Utaskip chain moja then single crochet zilizobaki zote. Lakini katika kila ncha ya huo uzi, hiyo ya chain yetu ambazo tumesema ni 19 kwa sababu moja tutaiskip. Ile ya mwisho kabisa tunaweka 4 single crochet. Kwa ile chain ya kwanza tunayoanza tunaweka 2, alafu wakati tunaimalizia ya mwisho tutaweka 4. Then tutaendelea single crochet mpaka mwisho. Kwa bahati mbaya nilipokuwa naanza tumemaliza foundation chain yetu na tumetengeneza row moja ambapo mwisho tumeweka 4 na huku mwanzo tumeweka 4. Then tunaikunja. Hii ni kupata katikati ya soli na then tutaweka mark. Unaweza ukatumia mark kama ya kwangu ya uzi kwa sababu jamani na watoto wamepoteza vile vidude vyangu. So ninatumia huo uzi ambao ni rangi tofauti kwa ajili ya kumark hapo katikati ya soli, na hii itatusaidia kujua soli yetu mbele ni wapi na nyuma ni wapi. Tunatengeneza row ya pili. So foundation chain yetu ni ya kwanza, then row ya kwanza, hii ni row ya pili ambapo tutaanza na single crochet zote. Hii hatutaweka double crochet mbili, single crochet mbili kwa chain. Hii tutatengeneza tu single crochet mpaka pale ambapo tutafika kwenye alama yetu hiyo ya kijani. Baada ya kufika kwenye hiyo alama ya kijani, manake hiyo ni soli yetu ya nyuma soli yetu ya nyuma. Kwa hiyo tunaanza kutengeneza part ya mbele ya soli. Hii tutabadilisha, hatutatengeneza tena single crochet, tutaanza na double crochet. Lakini hii double crochet tutatengeneza mpaka pale ambapo tutafika hii soli ukiweka kuna ile katikati, tunasema katikati ya hiyo soli ambapo mwisho tunatengeneza 2 double crochet kwa soli 3. Kwa hii tutatengeneza chain 2 kwa hapo mwisho, then tutahesabu pale katikati kurudi nyuma 3. Maana yake tutatengeneza 2 double crochet 2 kila stitch moja ambapo tutapata double crochet 6. Kwa itakuwa 2 2 2 2 mpaka zifike 6. Hapo utaangalia katikati ya huo mstari ambao ni foundation. Then tutakuwa na 3 upande wa kushoto na tutakuwa na 3 upande wa kulia. Kwa maana yake itakuwa 2 double crochet 3 2 2 kwa 6. Maana yake 2 double crochet zitakuwa jumla 12. Kwa hiyo hapo unaona ninavyohesabu ni 3, 2 double crochet zinatakiwa ziwe 6 ambapo kulia zinakuwa 3 na kushoto zinakuwa 3. So kama unavyoona uzi wetu ni una rangi ya dark, haionekani vizuri but
promise next time tutaitengeneza tutorial ya rangi ambayo inang'aa zaidi, inaonekana vizuri, lakini hopeful tutaelewana. So unaweza kaona mbele kwenye inaanza kuonekana. Tunatengeneza baada ya hilo 6, then tutaendelea na double crochet moja katika kila stitch moja kawaida. Then tukifika kwenye mark tunabadilisha, tunafanya single crochet tena kwa ajili ya soli upande wa pia ni huku nyuma kwenye kisigino. So tumesema tuna soli upande wa nyuma na upande wa mbele, ambapo tumesema kwa nyuma kwenye kisigino na kwenye vidole. Kwenye kisigino kwa padogo, upande wa vidole unakuwa mkubwa. So hapo tutakapomaliza tunafunga na slip stitch yetu, then tunaendelea row inayofuata. Tutafunga row yetu na slip stitch kama hivyo. Tumemaliza, tunafunga stitch yetu slip stitch, hatuchoti, then tunaifunga row yetu. Then baada hapo tunachukua chain 2, then tunaanza double crochet 2 katika kila stitch moja. Kwa hiyo hapo ni 2 double crochet kwenye stitch moja, na hapo tena double crochet kwenye stitch 2. Kwa hiyo kama unakumbuka kule mbele tulikuwa tunaweka double crochet 3, lakini huku nyuma tutaweka double crochet 2 ili kufanya huku nyuma ionekane soli nyembamba na kule mbele ionekane nene. Hiyo ndio tunavyo. So tutaenda kwenye baada ya kuweka hizo double crochet 2 ambapo zinakuwa ni 4 sasa, then tutaendelea kushona double crochet moja kila stitch mpaka pale ambapo tutakuwa tumefikia kule mbele ambapo tuliweka double crochet 3 upande wa kulia na double crochet 3 upande wa kushoto. So tukifika hapo pia tutaweka tena double crochet 3, kwa maana kila stitch moja tutaweka 2 mpaka zifike 3. Then upande wa kushoto pia pale katikati, upande wa kushoto pia tutaweka double crochet 3, itakuwa 6. So tutaendelea mpaka pale tutakapomaliza na tutarudi baada ya kufika hapo. Hapa ndio sehemu ambayo tunaanza zile double crochet 3. Tumesema nyuma tunaweka 2 na huku mbele tunaweka 4. Huku nyuma tunaweka 4 na huku mbele tunaweka 6. Kwa hiyo hapa ndio tunahesabu zile double crochet ambapo mwanzo tuliishia, then tutarudia pale pale. So tutapata huku 3 na huku kushoto 3 na kulia 3, kwa jumla tutapata 6. Tutahesabu hapo tumepata double crochet 3 upande wa kushoto na upande wa kulia 3, kwa maana ni 6. Then tutaendelea na double crochet moja kila stitch mpaka pale ambapo tutakapomaliza. So unaweza kaona soli yetu imeanza kubadilika, mbele inazidi kuwa pana lakini nyuma ni nyembamba. So tutaendelea na 1 double crochet mpaka mwisho tutakapomaliza kwenye soli yetu. So kabla tujafunga row yetu tunaacha zile stitch 2 ambapo kila stitch moja tutaweka double crochet 2 ambapo tutapata 2 upande wa kushoto na 2 upande wa kulia. Tutakuwa na jumla ya stitch 4. Kama tulivyosema mbele tulikuwa tunatengeneza stitch 3 upande wa kushoto 3 upande wa kulia 3, kwa tunapata 6, na nyuma tutatengeneza 2 upande wa kushoto na 2 upande wa kulia. Then tutakuwa tumekamilisha row yetu ya hiyo na tutaifunga kwa slip stitch. Baada ya kufika hapo tutakuwa tumemaliza row yetu, lakini pia tutakuwa tumemaliza soli yetu. Kwa hiyo hatua inayofuata ni kwanza kutengeneza kiatu, lakini kabla kutengeneza kiatu chini huku juu tutapima kutokana na size ya kiatu ambacho nilikuwa natengeneza. Ni cha mtoto ambaye ni wa mwaka mmoja, so hiki anavaa kuanzia mtoto wa miezi 9. Kwa hiyo size yake kwa soli ni sentimita 13 au inchi 5. So unaweza kaangalia pia wewe unataka kutengeneza kiatu cha aina gani au size ya mtoto wa umri gani, au ni kama ni kiatu cha mtu mzima. So it depend na wewe unataka kutengeneza nini. Hatua
zote tunaanza sasa kutengeneza base ya kiatu. Tumemaliza, au soli ya kiatu tumemaliza. Sasa tunaanza kutengeneza kiatu chenyewe. Na hapa jamani, uzi wangu hauonekani vizuri kwenye kamera, lakini hautaelewa. Hapa tunaanza kutengeneza na tutageuza kiatu chetu, soli yetu, na tutashona katikati ya zile chain. Yani kama vile hatuweki mbele, tunaweka nyuma. Hopefully tutaelewa. Ngoja niweke video. Kitu kingine cha kuzingatia kwenye hero ya kwanza ya kiatu chetu, juu kule mwanzo kabisa tunapoanza row yetu tunaanzia katikati. Hatuanzii mwanzo, lakini tunafanya decrease stitch, ambapo tunachota mara moja, then tunachota mara ya pili ndio tunatoa. Hii tutaona kwenye video nyingine ambayo tutatengeneza kiatu kama hiki, lakini kwa rangi ambayo inaonekana zaidi. So baada ya hapo tunazunguka mpaka mwisho, lakini stitch zile mbili ambazo unakumbuka kwenye foundation tulikuwa tunatengeneza stitch mbili nyuma, lakini hapa tutafanya decreasing mbili. Jinsi ya kutengeneza decreasing stitch tutaangalia. Hii tunataka tupate V shape ya upande wa nyuma wa kiatu chetu. So tutatengeneza hivyo na tutazunguka mzunguko wetu, ambapo tumesema tunashona katikati ya soli. Nitaonyesha kwenye video nyingine tunamaanisha nini, lakini tutazunguka hapa mpaka mwisho, ambapo tutazunguka raundi yetu na tutafunga, then tutaendelea na row inayofuata. Tutamalizia row yetu kwa kutengeneza decreasing stitch ya mwisho. Tumesema tuna decreasing ya stitch mbili upande wa nyuma, ili kufanya soli yetu sasa ianze kiatu chetu kiwe kina muonekano wa G-shapes huku nyuma, kisiwe kipana nyuma. So tunapunguza kwa namna hiyo. Tunaendelea na row ya pili ya kiatu chetu, ambapo mwanzo tutaanza na decreasing stitch mbili, then tutaendelea na double crochet moja katika kila stitch mpaka pale ambapo tutafika katikati ya kiatu chetu. Tutaona ni jinsi gani tukifika hapo tutakikunja ili tuweze kupata katikati ya kiatu chetu. Mimi huwa napenda kukunja ili tukikunja tunapata exactly, kwa sababu kuna muda unaweza ukalegeza ukakaza, lakini ukikunja unapata ukimeasure unaweza ukameasure, lakini kwa mimi huwa napenda kukunja, na ukikunja hivyo unapata exactly katikati ya kiatu ya usuli yako na kiatu kwa ujumla wapi katikati. So hii itakutengenezea pia kwenda tunapoenda kwanza kutengeneza kiatu chetu mbele na nyuma ili kukaa vizuri. Then hapo tunaweka mark. Tumesema tunaweza kuweka mark zile za kufumia, lakini pia unaweza kuweka mark ya uzi. Mimi ya kwangu imepotea, maybe next time tutakuwa nayo, lakini kwa sasa tutaweka mark kwa uzi ambayo ni rangi tofauti na ile ambayo tunashonia. Tupo row ya pili ya kiatu chetu, ambapo tutafanya decreasing stitch moja wakati tunaanza row yetu, then tutaendelea na double crochet moja katika kila stitch mpaka pale ambapo tumeweka mark yetu ya kijani, ambapo tunaonyesha ni mbele ya kiatu na nyuma ya kiatu. Baada ya kufika kwenye hizo mark zetu kwenye uzi wa kijani na kijani, tutaanza na decreasing stitch yetu mpaka pale ambapo tutakuwa tumemaliza hiyo mark ya kijani yetu. Hapo sasa tutaanza na decreasing stitch yetu. Tutaonyesha decreasing stitch ipoje kwenye video nyingine, then unaweza ukatoa hizo maka, unaweza ukaacha, lakini acha ni bora zaidi. Then utafanya decrease. So kiatu chetu kina row tatu. Row ya kwanza mbele hatufanyi decreasing
decreasing stitch, tutashona tu ya kawaida, lakini kama unakumbuka row ya pili tuliweka alama, then row ya tatu tutaitengeneza sasa na row ya pili. So row ya pili na ya tatu itakuwa sawa na itaonekana kabisa kwamba kuna tofauti. So hapo tunatengeneza ni row ya mwisho ya tatu, ambapo tunairudia kama row ya pili, ambapo hiyo tunasema tunafanya decreasing stitch hapo mbele, ambapo tunatengeneza sasa buti letu vizuri. Inaonekana huko mbele ni panene, papana na huko nyuma ni pembamba. Tutamalizia kufunga row ya tatu. Baada ya hapo tunakata uzi wetu na tutaanza sasa upande wa juu wa buti ule ambao tunatengeneza na vifungo kama hivyo. Kwa hiyo hapa tutaangalia, kiatu chetu ni upande wa kushoto au upande wa kulia. Kama ni upande wa kushoto, maana yake hiyo chain tutaweka upande wa yaani kutokana kama ni cha kushoto tunaweka kushoto, kama ni cha kulia tutaweka kulia. So tutatengeneza chain 9, na baada ya kutengeneza chain 9 tutaskip chain moja, then tutashona double crochets 7, alafu ile ya 8 tutakuja kuiattach kwenye kiatu chetu kipande cha juu kile ambacho tumesema tunatengeneza sasa, ndio ule mkanda ambao unakuja kufunga kwenye vifungo. Lakini kama tulivyosema kwamba utaangalia kama ni kiatu chako ni upande wa kushoto, then hiyo chain tutaenda kuiattach kwenye upande wa kushoto, na kama ni upande wa kulia tunaenda kuiattach kwenye upande wa kushoto. Vice versa. Kama ni upande wa kushoto na tunaattach kushoto, kama ni kulia tunaattach kulia. Mimi nilikuwa tayari nimetengeneza kiatu cha upande wa kushoto, kwa hivyo nilikuwa ni kiatu cha upande wa kulia. Unaweza kuangalia jinsi ambavyo nilikuwa nakuja kuattach kwa kiatu hiyo tuseme chain yetu, ambapo tumesema stitch ya 8 ndio tunakuja kuunganisha hapo kwenye kiatu kama hivyo tunavyoona, ambapo nitarudi nyuma kidogo pale katikati kabisa ambapo tuliweka mark ya kijani. Kwa hiyo ambapo tulianza kufanya decreasing, kwa hiyo nitarudi nyuma kidogo, then sasa hapa hatufanyi decreasing, hapa tunaendelea tuna double crochet za kawaida mpaka mwisho kabisa ambapo tumeiattach pale. Kwa tutapata iko kibuti au huo mkanda wa huko juu. So tuendelea na 1 double crochet mpaka kipande cha mwisho kule ambapo ni upande wa soli, ambapo upande wa kule nyuma nakumbuka kwenye zile line 3 tulikuwa tunafanya decreasing stitch 2, kwa kushoto moja na kulia moja. Kwa hiyo na hapo pia kwenye hiyo lines ambayo itakuwa ni line ya 4 sasa tutatengeneza double decreasing stitch 2. Kwa hiyo inaenda kutengeneza V kwa upande wa huku kwenye kisigino. Kwa hiyo hapo tunatengeneza decreasing stitch 2, then tunaendelea na double crochet kawaida mpaka pale ambapo tumefikia mwisho kule ambapo tulienda kuattach ule mkanda wetu. So tutaendelea hivyo, tukifika mwisho tunafanya backward, tukirudi nyuma tunakuwa tunageuka. So mpaka tutakapofika row ya 4 ya mwisho, then row ya mwisho kabisa tutafanya single crochet moja ambapo tutakuwa tumemaliza buti letu. Kama hivyo buti letu limekamilika, na kinachofuata sasa ni kuja kuattach vifungo. Baada ya kumaliza row zetu 4 za buti yetu, tutaweka vifungo. Hopefully kila mtu anaweza kuweka kifungo kwenye buti yetu, then tunafuata tunamalizia na kudecorate kiatu chetu kwa uzi wa fleece wa rangi ya blue, na hii tutumia tu single crochet. Tutaanzia hapo na ina depend kama ni kiatu cha kushoto au ni kiatu cha kulia, lakini tuna decorate hivyo na kiatu chetu kitapendeza sana 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 sana.
So huo ndo muonekano wa viatu vyetu baada ya kukamilisha kuweka wauzi juu wa fleece. Na hapa amevaa bibi wetu. Kama umeenjoy video hii, usiache kusubscribe account yetu, lakini pia usiache kufollow account zetu zingine za